usalama barabarani mkoa. Kwanza nina furaha sana kuonana na yeye kwa mara nyingine tena. Nafikiri mara ya mwisho kwa wote ilikuwa ni mwaka jana, si ndio? Kuna baadhi ya madereva hapa tulikuwa nao mwaka jana. Na Nane ni kituo ambacho kina bahati sana ya kutembelewa na maafisa wa usalama barabarani. Na lengo kubwa tunakuja hapa kuwapeni elimu. Nitasimama sehemu mbili. Sehemu ya kwanza nitasimama kama afisa wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, lakini sehemu ya pili nitasimama kama balozi wa usalama barabarani. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Nitawaelekeza mambo makuu matatu ambayo ukiwa kama dereva unapaswa kuyazingatia, na kabla haujaanza safari yako ni vitu gani ambavyo unapaswa kuvifanya ili safari yako iweze kuwa salama. Kitu cha kwanza, dereva unapaswa kufahamu majukumu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Majukumu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni kuokoa maisha na mali. Tunapozungumzia maisha ni kama vile watu wampata ajali, wamebanwa. Basi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wanakwenda kuokoa wale watu ili wawe salama. Na tunapozungumzia mali ni kama vile chombo chako cha moto kimeungua au kimeanguka, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunakuja kufanya maokozi. Tunaelewana jamani? Wengi wanaamini zimamoto kazi yao kubwa ni kuzima moto kama jina lake linapojielekeza. Lakini Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunafanya pia uokoaji sambamba na uzimaji wa moto. Sambamba na hilo pia madereva mnapaswa kuifahamu namba ya dharura ya zimamoto. Wangapi mnaijua? 114. Kwanza ukiwa na kile kifaa hakikisha unajua kukitumia, hakikisha unajua kukihifadhi. Hakikisha unajua kama kime expire kinakuaje, na kama kime expire nini ukifanya. Tunaelewana madereva? Kile ni kifaa kidogo lakini kinasaidia kuokoa mali zetu. Kile ni kifaa ambacho kinazima moto wa awali. Tunaamini kwamba moto unapotokea haulipuki kama volkano. Moto unaanza kidogo, baadaye unakuwa mkubwa. Lakini kama una kile kifaa ni rahisi kudhibiti ule moto usiendelee kukua na kuleta madhara mengine katika chombo chako cha usafiri.